Yule baba amenisomesha mimi kuanzia chekechea mpaka form 6. Nikatoka form 6 nikaenda chuo kikuu. Nikapata degree ya kwanza, nikapata ya pili, nikapata ya tatu, nikapata ya 4. Nije kuishia kufua boxer. Like all that investment. Niishie tu kupika. No. Ni kipofu kumwongoza kipofu mwenzie, lazima wote watumbukie shimoni. Basi nasema anatumiwa na shetani kwa kujua ama kwa kutokujua, na kutokujua hakuwezi kukafanya mtu huyu ama mchungaji huyu ama mwenye namna kama hizi kuwa salama. Huu ni ushetani, kipofu kumwongoza kipofu mwenzie. Ni automatiki, wote lazima waangukie shimoni. Haya mambo hatuwezi kunyamaza. Haya mambo, kuna wengine tukinyamaza basi lazima mioyo iume sana. Mambo kama haya si ya kunyamaza, kwa sababu kitendo cha kunyamaza ni kukubaliana nayo na kulifanya kanisa lizidi kuanguka na kupotea zaidi. Ngoja nikuoneshe maandiko hapa. Kabla ya hapo, watu wa namna kama hizi hawapangwi, kwa sababu moja ya watu ambao wanakuwa na tufeza twingi, ndio moja ya watu ambao wanakuwa wametoa vihela vingi sana kwenye kanisa, ndio moja ya watu ambao wananunulia vya kununua sana kwenye makanisa, ndio moja ya watu ambao wanakuwa na tucheo. Sasa watu kama hao akikemewa, basi itaonekana ni kama vile ukimwangusha ama ukimfukusha ama ukimwondoa, itaonekana ataondoka na kipande fulani cha watu, ili hali alikuwa anapotosha kanisa. Lakini pengine labda ni roho mtakafujo, ama ni roho, sio kila roho basi ni roho wa Mungu. Zingine ni roho za kishetani, zingine ni roho za kipepo. Ngoja nikuoneshe hapa mambo kama haya. Wengine hatuwezi kunyamaza. Mnachangia kwa sehemu kubwa kushusha thamani wokovu. Mnachangia kwa sehemu kubwa sana kufanya kanisa lishuke thamani. Ndio mnaolishusha thamani kanisa na kuonekana ni kitu cha hovyo ambacho hakina maana. Hiyo mioyo yenu inaujua ukweli kwamba tufanyacho ni upotovu. Kwani kuonesha hapa Ezekieli 4 mstari wa Ezekieli 3 mstari wa 17 anasema, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili tokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Hao ni moja ya watu ambao hawaonywi, kwa sababu wakionywa ndio mtu mtoaji sana, ndio mwenye cheo hapo. 18 anasema, nikimwambia mtu mwovu hakika utakufa, na wewe usimpe maonyo wala kusema na mtu huyo huyo mtu mwovu, ili kumwonya, ili kusudi aache njia yake mbaya na kuiokoa roho yake. Mtu huyu yule mwovu atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Lakini ukimwonya mtu mwovu, wala yeye hauachi uovu wake wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe umeiokoa roho yako. Haya ni mambo ambayo lazima tuyaongee. Wengine nasema huu ni ushetani na ni ukipofu kumwongoza kipofu. Ni ushetani na ni ukipofu kumwongoza kipofu.